تحيات وبركات وصلوات طيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jana unajua ile issue hii nilijua tu kwamba itakuwa vile kwa sababu wale wamama wale walikuwa wanataka tu nani samaki. Mimi nilijua kwamba hawa mama watatupeleka kwenye issue ambayo haitakiwi. Ndio maana wakati unaongea nayo naambia bwana umtilie kwenye ndoo umpe. Nikahisi tu hapa bosi akiona itakuponoma. Ndio maana nikakwambia watie kwenye kiroba. Yaani bado ulipotia kwenye kiroba, kile kiroba wakati kinaenda hakujua kiani kaona kama uchafu au nini. Lakini niko kutungetia kwenye ndoo anajua kama hao ni samaki. Sema hata hivyo wale mama nao wana matatizo vile vile. Na tulishamwambia bora angekuwa anasubiri nyumbani. Mimi mbona kuna wakati na kuwa najikinga nao na sitaki kufanya nao biashara. Hiyo moja iko wapi? Angalia kwa hapo. Sio kufanya nao biashara kwa sababu sema sana ndugu yangu na muda ushatembea sana sasa hizi. Hapa. Unafunga kabisa hapo. Maana muda sasa. Muda ushatuacha. Hapo tajiri akija hapo sasa ishakuwa kipengele kingine kabisa. Akija hiyo ni kipengele kingine kabisa. Kipengele muda huu ushatuacha tayari. Ndio. Ushatuacha huu. Sio muda tena. Ndio mimi nakwambia wakati mwingine. Nini? Njoo. Wewe sasa inakuhusu nini mambo hayo? Fadhili. Njoo mama. Ama kuna sasa wewe ushaanza kuambia mambo ya wapi sasa hizi? Njoo kwanza. Wewe shughuli zetu bwana. Alafu jamaa huyu bwana huyu jamaa huyu. Njoo bwana, unaona mtu kumstiri huyu. Sasa wewe mtu anakuhusu nini huyu? Unaacha kufanya shughuli zetu tunakuja kushughulika na mtu. Wewe mgeni kwenda baharini, mgeni kama hivi. Pembeni huyu, alafu ndio tutajadili hebu tumshike tumsogeze pembeni. Hii mikosi asubuhi rafiki yangu bwana. Fadhili. Chobo kibao hapa. Tumstiri kwanza mtu. Unaacha shughuli zetu za msingi tunaacha. Wewe mgeni na hivi vitu. Hebu tumsaidie kwanza. Habari kila siku hizi. Fadhili, hebu mshike kwa tumsaidie kwanza. Sasa hizi. Sasa hizi kwanza kuja tumsaidie kwanza. Tuondoka kwa kwenda kuvua saa ngapi? Wewe mgeni na baharini vitu kama hivi. Hii mikosi bwana hii. Hebu shika kwanza. Tumsaidie mtu weke pembeni alafu ndio kwanza mahojiano. Huwezi kujua mtu ana nani gani huyu. Hii mikosi ndio sipendaje habari kama hizi asubuhi hizi. Watu wangapi wako baharini hapa? Watu wangapi wako baharini? Sogeze. Fadhili, ni mzima huyu. Wewe Chando na matatizo wewe. Wewe mzima, ni mzima. Hasa kama mzima sasa tumemsaidia tumemtoa pembeni. Nini tena?
Hey. Tushamtoa, achana naye basi, tuendelee na shughuli zetu. Wewe mtu mjui katoka wapi? Sawa, ushamwokota umweka pembeni. Nini sasa, tuondoke basi. Tuendelee na kazi. Fadhili, tuondoke basi au mimi niondoke? Fadhili, kumsaidie kwanza mtu alafu ndio kuna nini? Sasa mtu unaona mtu kwa hali yake ilivyokuwepo hivi. Tushamsaidia tayari, tumemtoa kwetu, tumemsogeza hapa. Nini tatizo tena? Tuache hapa kweli Fadhili? Hebu tumsikie kwanza. Wewe Chando, una matatizo sana. Twende pamoja kule pembeni kwanza tuangalie. Una matatizo, mimi sishiki tena bwana. Nimekusaidia, si nimemvuta kutoka pale mpaka hapa. Hebu nisaidie kumshika, tumpeleke pale pembeni kwanza. Wewe uko sawa wewe? Kwani kuna wavuvi wangapi baharini hapa? Nisaidie kumshika, tumtoe pale nje alafu ndio tutajadili hayo mambo mengine. Shamtoa. Kwani yupo katika maji huyu? Si nimemvuta. Tunaacha mambo yetu ya msingi, unaanza kushughulika na watu baharini sasa hivi. Wewe unajuaje kama mtu sio mtu huyu? Unajuaje? Hii si ndio mikosi yenyewe hii? Mbona unapenda kujimilikisha vitu ambavyo havipo? Fadhili, hebu mshike kwanza mara moja. Wewe unajifanya mtoto poni sana wewe. Tuweke pembeni alafu ndio tutajadili hayo mambo mengine. Hata pepo unaweza kuipata kwa namna hiyo kweli? Mimi bwana, hapana bwana. Fadhili, nisaidie basi kumpeleka pale pembeni. Basi. Wewe bwana, wewe bwana, wewe mtihani sana ujue. Vipi? Toka nilipokuacha na unafagia sasa hivi. Kuna kazi nilikuwa nafanya. Sasa mimi nimerudi kwa jambo moja, sio mkaaji, nimekuja tu kukupa taarifa kwa sababu nilipotoka mwanzo najua mwenyewe nilipopaacha. Wakati tuko baharini asubuhi, wakati tunaandaa nyavu, kuna mwili niliuona pembezoni mwa bahari. Sasa nilipojaribu kusogea nikagundua kwamba ni mtu ambaye amekata fahamu lakini ni mzima. Tukamkokota mpaka pembeni, japo kulikuwa na misukumano ya huku na kule na bwana Fadhili, lakini nashukuru alinisaidia, tukamtoa tumemfikisha zahanati. Hivi ninavyokuambia hapa, nataka niende kwa mjumbe ndio nirudi kule. Kwa hiyo imetuchelewesha kuendelea na kazi. Kwa hiyo nimekuja kupata taarifa, hata baadaye naweza nikafika hospitali kanibidi nirudi naye taarifa uwe nayo. Kwa hiyo baadaye tuna ugeni wa mtu kama atafanikiwa kuruhusiwa leo. Sawa? Sawa. Kwa hiyo na hapa nyumbani najua leo hamna kitu. Kwa hiyo hiki kibajeti nilichoondoka nacho hichi, baadaye taangalia kitu chochote. Sawa? Sawa, nakuelewa. Na kuna ile nani niwacha pale ndani pale, ile wavu ile. Akija yule aishone vizuri kwa ajili ya kule ofisini. Haya, sawa. Baadaye. Haya.
Fadhili, haya sio mambo ya kulaumiana. Sasa hizi ni kutafuta. Wewe unamjua bosi mwenyewe ni kichefuchefu. Tunarudi vipi kule? Mimi lazima nikulaumu. Utalipia hayo mafuta hayo ninakwambia. Muda huu ni wa kuangalia tumeweka wapi point. Tukiweza kulaumiana hakuna tunachofanya, tusaidiane tujue. Wewe unaona hali ya bahari imechafuka. Mimi siangalii mcheko ule, wewe tafuta mwenyewe kwa sababu wewe ni uelewi na nimekuambia tusimsaidie yule mtu uelewi. Maji ya chako mengi tayari, nifunge gari mcheko leo. Sasa Fadhili, muda huu wa kulaumiana. Tafuta basi. Majuto yamekuwa donda na ungulika moyoni. Nilimkaribisha kwangu ndani, sikujua ni adui. Nilimwekea imani na kumkana wangu rafiki. Kosa langu nini? Mbona wema unaniadhibu? Au tatizo yangu imani ndiyo inayonisulubu? Utu umeniponza utu. Wala hakujali utu. Twende tukapambane na bosi wako. Na mimi nakwambia leo hapa, yani kuwa na upande wako. Sisi tunakwanga naye yule. Ndio vile tulivyokuwa na liwe. Yaani liwalo na liwe leo. Mimi sijali kuhusu hilo. Sijali kabisa. Kwani mangapi tumefanya boti za watu wangapi huko wametuachisha? Twende tukaongee naye. Haya mambo ya kibinadamu. Hamna ubinadamu. Siku zote kupata. Kwani siku tunazopata zote atuongezeaga mshahara. Leo tumekosa, si ataelewa. Huu ni uzembe wako wewe, sio binadamu. Huu ni uzembe wako. Inabidi aelewe. Kwani siku tunazopata inakuagaje? Bora siku nyingine tunapata zaidi. Shirikisho kwenye vitu vyako. Tumekosa. Shirikisho kwenye vitu vyako. Kwa maji ya saizi watu wote wamesharudi.
Vipi? Mzigo uko wapi? Chande, unauliza mzigo uko wapi? Asimuulizi Chande, nauliza utoa ile mzigo uko wapi? Mzee, vipi mzigo uko wapi? Mbona warudi mikono mitupu? Waulize vijana wako. Vipi? Bosi anauliza kwa sababu nimesema lugha ya kitu. Mzigo uko wapi? Unaulizwa. Mimi nauliza wote, nataka nipate majibu. Bwana, mzigo uko wapi? Bosi. Kama anashinda kujielezea. Kweli vijana wako kidogo wamechelewa. Naona niliwasubiri hapa mapema. Nilifika lakini kila nilipokaa naona nawasubiri hawajafika. Kwa vijana kidogo wamechelewa. Mimi nilifika mapema sana tu. Fadhili, mwanijua. Chande, wewe Chande nataka kunigombanisha mimi na familia yako. Hao ndio tulikubaliana katika kazi. Tulikubaliana hivyo. Mimi kama sijui kinachoendelea. Naomba muongee ukweli. Mimi nimepigiwa na mzee Patasi. Kanipigia simu Patasi. Kanambia njoo huku vijana wako haonekani. Tatizo nini? Mzigo kwa mimi napigiwa simu huko. Naulizwa marketing huko, naulizwa watataka mzigo. Na mimi kama mnavyojua. Yaani mimi niko razo mtie vitu vyote. Lakini usinti hasara. Hii ni haki. Pale nilijibu swali naulizwa na bosi. Hii haki. Mweleze. Hili sio swala la Chande, Fadhili usijitoe. Yaani wewe usijitoe Fadhili. Hili swala linahusu nyinyi wote wawili. Sasa mimi taarifa ninazo hapa kwani. Nimeambiwa to Z. Niambie kitu kimoja jamani. Mimi nimeweka hela, wewe wajua mzee, wajua uongo. Na wewe ndio ulioshawishi, si ndio? Sasa nataka nijue mzigo uko wapi? Labda nikwambie tu. Kwani Chande nataka majibu. Fadhili nipeni majibu. Mimi mzee nimeshamtoa pembeni kwamba yeye kafika kwa wakati sahihi. Yaani huyu sina shida naye. Kwa sababu ni mtu mzima na anayejua kazi katika watu ambao walonishawishi mimi kufanya hivi sana huyu mzee. Kwa mimi najua huyu simpingi. Ila nyinyi kwa nini mfelishe jambo wakati nyinyi mnajua kabisa kwamba hii biashara mimi ndo nategemea. Mimi sina biashara nyingine. Mzigo uko wapi? Bosi, labda nikwambie ukweli tu. Unajua leo hali ya bahari haikuwa nzuri kabisa kwa sababu kila mtu amekosa, sio sisi tu, kwa sababu bahari imechafuka, imehamisha pointi ambazo tumeweka kwa ajili ya matego. Chande unanidanganya. Mimi nimeambiwa bwana. Mimi napigwa simu ujue. Mimi mpaka nafika hapa napigiwa simu. Chande napigiwa simu mimi na Patasi ananiambia kwamba huko bahari swali. Na na mzigo tele. Heka toa bahari nyingine. Kuna bahari mbili hapa nauliza. Kuna bahari mbili? Moja. Bahari si ndio hii. Sasa uko nani danganya? Nataka niambie ukweli ili saa pigo latoka wapi? Sasa kunichanganya bwana. Kwa nini? Bosi, mimi naomba nikueleze. Fadhili, hebu njoo tuongee. Uende wapi? Fadhili, sikiliza. Njoo tuongee. Njoo kwanza Fadhili. Chande utanitibua. Chande utanitibua. Bosi hataki. Mimi nimekaela nyingi, wajua, nimeka singapi? Nimekaela lot of money. Sasa kwa nini mnataka kunichanganya akili? Wewe unaambia hoja ya kufungua au ya kufungua mimi ndio wapi? Hii swali kwa sababu inawezekani wewe ndio unaweza kwa sababu tu kitu. Hebu njoo tuongee. Mwende wapi? Na nauliza mwende wapi? Hataki wewe. Kama mnaweza kuongea wawili mkapanga la kwenu, mkaondoka. Leo mnataka tena mtoke pembeni muongee, mliongelee. Nataka mliongelee hapa wote tusikie. Au unadanganya mzee? Sawa. Fadhili, hebu njoo. Niache. Bosi hataki. Naomba unielewe vizuri. Sisi sababu ya kuchelewa yote kabisa ni Chande. Bosi, sisi tumedamka kama kawaida yetu alfajiri. Lakini katika shughuli zetu bahati nzuri ambayo bwana kuna mtu amemuona amelala pembeni. Bwana akanishawishi. Mimi nilikuwa sitaki kabisa. Kanishawishi huyu Chande. Na mimi sijapenda kabisa jinsi alivyonishawishi. Mpaka tukamchukua yule mtu tukampeleka zahanati. Tuliporudi muda ushafanyaje? Ameshakwenda tayari. Kwa hiyo tumechelewa kurudi mpaka tukachelewa kwenda katika shughuli zetu. Tukafika kule tukakuta mtego umesogezwa. Lakini sababu yote hayo Chande. Kwa hiyo bosi, mimi naomba radhi. Na kama kuna uwezekano naomba tubadilishe mimi na mzee wangu tutoke mtu mwingine. Si hana akili yako kweli?
Hivi mimi ndio hajili nyinyi watu wakidondoka hapo wakipata kifafa ni kazeni waokota mwapeleka hospitali. Likidondoka nyingine mwalibeba mwalipeleka hospitali. Ni wahamwa manesi. Sasa mimi ni wajili kazi hiyo. Mimi ni wajili kwenye halawa yangu. Sasa halawa mmoja hata mabeba watu. Jitu limedondoka wewe sasa hivi ushakuwa nesi. Wewe umekuwa nesi sasa hivi. Kisa mimi nasema kitu kimoja. Mimi sitasaidia. Sio umeelewa? Mimi mtu wa blue. Kama blue na ya blue. Kazi nyingi hakuna. Hapo samaki mmoja akioza wote wameoza. Wote wameoza. Yaani nyinyi wote swataki katika kazi yangu. Kama leo mwalimu anitia nguo, amenitia hasara. Wote namna bosi. Wewe na kufikiria, wewe sio kukutimua. Wewe sio kukutimua na kuangalia. Sawa? Vijana hapo ndo wazee. Hawa ndo wapumbavu kwa sababu hili swala unalijua. Huyo ana mikono saba huyo kufanya kule kila kitu afanyie aende selenga la wenyewe bado wa control nyinyi. Sasa bosi. Ungetusamee kwa hilo kwa sababu wewe ndio sababu. Sawa. Haikuwa dhamira yangu. Mtu tumemkuta ufueni imebidi tumstiri, yani tulikuwa hatuna jinsi kwa sababu mtu ana hali mbaya. Ikabidi nimsaidie kwa sababu kutokana na hali yake nimemfikisha hospitali na anaendelea na matibabu. Hivi ninavyokuambia hata pesa nilitegemea leo kupata huku ni Chande tena utentibue Chande utentibue. Wewe shakuwa daktari wewe. Wewe shakuwa daktari kutibua tu. Mimi nilifanya wema tu, sio kwamba nilikusudia kufanya hivyo. Ni wema wangu tu. Chande. Mimi napata hasara. Mimi hasara. Wewe shanti hasara. Mimi nimeleta mpanikazo mwende mkatige watu. Sitaki. Mzee, twende mimi. Sasa sikiliza. Fadhili ule Chande, tafuteni sehemu nyingine, tafuta galawa ziko nyingi. Nenda wala kwa mzee Patasi, nenda kwa nani? Fanyeni kazi hiyo. Wale bosi. Lazima mbaki. Fadhili nafanya roboti mbaya. Kofia kaki nenda tambe. Umeridhika wewe? Umeridhika? Unajua ni sababu ya kila kitu. Wewe ndio sababu ya kila kitu. Na wewe unamjua kabisa yule bosi akianza kujaruka. Yaani naona kama hauko pamoja na mimi. Nahisi kama unamsupport bosi. Naona kama ningefanya mimi nake siko sawa. Kwa hiyo kumsupport bosi kunikandamiza mimi ndugu yako. Mimi naona hizo habari sasa kuzisikia. Hizo habari? Yaani pamoja na bosi. Yaani kila mimi ninachoongea unanipinga. Naona yaani uko kwenye kunikandamiza mimi. Mimi sasa kusikia hizo habari. Ni kweli lazima nizungumze kwa sababu hizo habari. Mtu yaani kweli mimi kufanya huku inaonekana mimi sio mtu kufanya huku kweli kuzungumza. Yaani nimemsaidia. Unafanya kile sisi kazi. Hapana. Unajua nikwambia kitu kimoja. Kuna wakati lazima kubali kushaurika. Nilikushauri pale. Yule mtu achana naye. Kweli wewe kuongea maneno hayo leo? Kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya kazi. Sawa, mfano wewe, yani fikiria wewe unamkuta mtu pembezoni vile. Unaanzaje ubinadamu unautolea watu mwenyewe. Sawa. Unamkuta mtu anaweza kukuta kweli inawezekana sawa hili wewe kwako. Tuseme ubinadamu umeupata, kazi iko wapi? Kazi na utu. Lakini sio mtu baki. Sawa. Ule mtu umemokota, kwa hiyo faida yake iko wapi? Umefukuzwa kazi. Yaani kuna utu badala ya kazi. Leo huwezi kujua pengine kumsaidia ndio msaada wa mimi kutoboa kwenye maisha yangu. Uko sawa kweli? Hapana. Nikwambie kitu kimoja. Unajua katika maisha ukikubali kushuka na kusema kwamba hili jambo kweli nimekosea, basi utaishi vizuri sana. Lakini sasa wewe sio mwelewa alafu hutaki kubali kama umekosea. Hapana. Fadhili. Unajua tunapoongelea utu na kazi ni vitu viwili tofauti. Sasa wewe umejali sana kazi, yani unaangalia kazi kuliko utu. Leo hii mimi muda wote naweza kuanguka na najali utu wako Fadhili. Wewe au mimi ni sahihi, lakini yule mtu baki wewe anakusaidia kitu gani? Unapenda sana kuingilia habari za watu wewe. Wewe anakuhusu nini yule mtu sasa? Mimi na wewe sana Fadhili, kumbuka. Mimi na wewe tulizaliwa pamoja. Wewe hujakosea. Umepata mtu umepoteza kazi, nini maana yake? Umefanya utu pale na kazi umepoteza. Nini maana yake? Yaani si Fadhili nimefahamu. Hebu ngoja nikwambie. Kubali kama umekosea. Hauwezi kujua. Kubali basi kama umekosea. Ngoja nikwambie mimi na wewe tunakupishana. Kubali basi kama umekosea. Hapana, ile sivyo. Ina maana hujakosea. Hapana. Wewe uko sawa kweli? Siwezi kukubali katika hilo. Wewe uko sawa kweli? Niko sawa Fadhili. Kwa nini ukatae? Ina maana uone kama umekosea? Uone kama umekosea? Kazi iko wapi? Hapana. Uone kama tumepoteza kazi? Uone. Hujakosea pale wewe? Hapana. Nisikize nikwambie. Utu wako unakusaidia nini mpaka sasa hivi? Unakula hapo ulipo? Wewe si una mtoto? Si una mke? Hapana. Si una familia wewe? Mimi si na familia yangu vile vile. Mimi tena kushirikiana na watu ambao hawana akili mimi siwezi.
Sawa, una akili kwa sababu ya ule upuuzi wako kusaidia watu ambao sio wajua. Mwisho wa siku tumefanyaje? Tumepoteza kazi. Sasa nini maana yake? Wewe uko sawa, afu achana mimi. Yaani ngoja nikwambie, kuanzia leo hii mimi na wewe uswahiba, urafiki umekwisha. Siwezi kushirikiana na watu ambao sio na akili. Sisi tuko tunatafuta kazi miaka yote, sawa. Tumeenda kumwomba ule mzee akatufanyia ihsani, tumepata kazi. Leo tunacho chombo cha watu, unaanza kuokota watu huko mapwani. Nini maana yake sasa? Nini maana yake? Siwezi. Wewe achana na mimi. Siwezi kushirikiana na watu ambao wewe hawana akili. Siwezi. Sina muda huo tena. Yaani kuanzia leo achana na mimi, tusifahamiane. Una akili wewe. Fadhili. Mke wangu, shughuli ziko sawa kabisa. Yaani nimechanganyikiwa kiasi kwamba sina la kusema. Mpaka muda huo ninapokuambia tumefukuzwa kazi mimi na Chande. Sababu ni Chande kujifanya kwamba ana huruma kutaka kusaidia watu ambao sio wajua. Nishamkataza mara nyingi sana kwamba tusingilie mambo ambayo yasituhusu. Tumemsaidia mtu ambaye hatumfahamu, na nimeshamkataza lakini hajanielewa. Mwisho wa siku kibarua chetu kimeota nyasi. Mtihani sana. Hivi mume wangu naelewa unachokiongea? Yaani na utu uzima wako na akili zako timamu kuja kuongea upuuzi. Hata mtoto miaka 7 hawezi kuongea hivi. Eti nimefukuzwa kazi. Wewe mwanaume mdondocha. Unasemaje? Kwa mimi ndondocha? Mimi natoka Malendarenda, sio? Si ndio? Hivi mbona sikuwahi kufikiria kama wewe uko hivyo? Na hata wakati nakuwa pia sikuambiwa kama una tabia hiyo. Mbona umbadilika sana mke wangu? Shida nini? Mbona umefanya badilike mume wangu? Kipindi una kazi tu ndani mambo magumu. Sikwambii sasa hivi huna kazi. Unataka kunichuja au? Kodi sijafukuza babu Jongo. Nakula milo 4. Kwa unaweza kwenda kwetu muda wote na wakati wote. Ni babu Jongo. Ndio hivyo, siku kwani bwana niende kwetu kuliko kukaa na mwanaume ambaye nitakutia makofi kila rangi wa mwanamke. Sio, umenielewa vizuri? Halafu basi kama ni hivyo hakuna maana kuendelea kuwa pamoja. Sio, umenielewa vizuri wewe? Nikupe taraka uende kwenu kale hiyo milo 4. Yaani wewe kuhusu talaka unachelewa. Hata sasa hivi nipe talaka niende kwetu. Kuliko kama mwanaume mpumbavu kama wewe. Mimi nakupiga na chemli wewe mwanamke wewe. Najua mume wangu, nikwambie kitu. Niambie. Waga mimi mzee sipendi unapokuwa hivyo. Alafu kuhusu wewe kuwa una kazi, sina ndugu yako yule mjomba yule ana boti yake kule, nitampigia au nitaenda kumfuata kumwambia akupe kazi kule. Sasa mume wangu, sawa. Au kama atakubali nitamwambia akupe boti yake nyingine. Sizipo nyingi tu kule, si ndio? Bado akili yangu iko sawa. Iko sawa kivipi? Sina jambo lilotokea. Naelewa. Ndio naambia sasa iko sawa, ni jambo limetokea, wewe uko sawa kivipi mpaka usiwe sawa? Mimi ninachofikiria ni kuhusu kazi. Ni kweli mimi naweza kulemea boti yake kufanya kazi. Ninaweza kukupa, ndio. Basi jaribu kuongea naye kwa sababu siwezi kujua riziki yangu imehamia wapi. Kuongea naye tu. Na wewe ukifanikiwa acha na huyo mtu, sawa? Mimi sipendi mume wangu kwa nyumbani hivyo kutokuwa na kazi.
ndio maisha yetu, hiyo kazi, kila kitu. Sawa. Nakuelewa mke wangu. So unapata kazi naichezea tena, yaani mimi nitanitebo hapa mtaani. Sasa mume wangu, sijifanya hivyo, yaani sitoweza kufanya tena kitu kama hicho. Kikubwa tumwombe Mungu mjomba akubali, au niende mimi nimkute, tutamwambia hilo. Sawa? Sawa mke wangu. Nashukuru kusikia mume wangu. Alafu mume wangu, niambie kuhusu huyo kijana alomsaidia, huwezi jua Mungu amekuletea nani. Sawa? Sawa mke wangu. Kubwa kuomba Mungu, maana huwezi jua labda amekuondolea kitu gani au amekuletea nini. Sawa? Sawa. Sasa bwana, karibu, hapa ndo nyumbani. Na huyu unayemwona ndio mke wangu, kwa hiyo karibu sana. Ila kabla ya yote, ningependa kufahamu kidogo kilichokusibu, kilichokukuta mpaka kufikia hapa. Nimekuta ufukweni mwa bahari ukiwa umezima, hamna unachoelewa. Kwa hiyo ningefurahi kama ningejua imetokea wapi, nini kimekukuta mpaka kuwa mazingira yale, maana inaonyesha si salama, kwa sababu hospitali inaonekana moyo wako umesimama. Sasa kila nikifikiria nini kilikukuta bado ni mtata. Sasa tunashukuru hivi sasa hivi ni mzima, unaweza kuongea, tunashukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo hivi kitu unachokumbuka chochote? Mimi kwanza kikubwa naweza kusema asante sana, nashukuru. Sijali, si yote binadamu, kusaidiana ni jambo la kawaida. Nashukuru sana kwa msaada wenu, nashukuru kunisaidia mpaka nimekuwa mzima. Lakini mimi kitu kingine kikubwa, yani mimi sikumbuki kitu chochote kile. Umeona? Kwa hiyo hata hapo nyewe unaponiambia kwamba daktari amesema moyo wangu ulizimika ghafla, mimi hata sikumbuki. Mtihani. Kwa hiyo unataka kuniambia hamna unachokumbuka chochote, ukumbuki ilipotokea, kilichotokea mpaka wewe kuwa mazingira haya, hamna unachokumbuka kabisa? Yani kiukweli hakuna kitu ambacho nakumbuka, na hata hapa yenyewe nilipo hapa sijajua niko sehemu gani. Kiufupi, sisi asubuhi wakati tunaenda kwenye harakati zetu za uvuvi, nilikuona pembezoni mwa bahari ukiwa hamna unachokielewa. Kifupi ulikuwa umezima. Kwa hiyo ikabidi nihangaike na jamaa yangu nilikuwa naye, tukakusaidia kutoa pembezoni mwa bahari na kukufikisha hospitali. Na hapa ni pwani, kunaitwa Mbwa Maji, sijui kama unaifahamu hilo eneo. Mbwa Maji? Yeah. Mimi Mbwa Maji kwa kweli sipajui. Na hata sijui imekuwaje nimefika hapa Mbwa Maji. Lakini mimi kitu kikubwa tu ninachoweza kusema, mimi nawashukuru sana. Sasa mke wangu, kama unavyomsikia bwana, hamna anachokumbuka chochote. Kwa hiyo inatakiwa hapa tuishi naye, tukae naye mpaka pale tusipojua mwafaka wake baadaye inakuwaje. Au unaonaje? Maana hamna kitu ambacho anakumbuka. Pole sana. Hebu mletee maji. Hiyo itakuwa ni hali ya nani? Wewe mkarimu wewe. Sasa kama nilivyokuambia, hiyo ni kifua tu kwa ajili ya ubaridi wa baharini, sababu unapigwa sana maji, hapo ni asubuhi. Unajua baada ya muda kitakaa sawa, kwa hiyo usijali, kitakaa sawa. Asante, nashukuru sana. Wewe itabidi uendelee kuwa hapa kwa sababu hivi sasa hivi hamna kitu ambacho tunaweza kufanya, kwa kuwa hamna unachokumbuka. Wewe jisikie uko nyumbani, hapa ndio nyumbani, na hebu mpatie maji haya. Asante. Inaonekana ni mkarimu. Mimi nawashukuru sana kwa msaada wenu. Mimi haki ya Mungu nitawakumbuka nyinyi. Nimeokoa maisha yangu. Usijali, sisi tuchofanya hapa, huenda hapo mbele kumbukumbu ikarudi au tukapata
taarifa zozote kuhusiana na ndugu zako wanaokutafuta ili tuweze kujua, kwa sababu kama hamna unachokumbuka ina maana bado akili haiko sawa. Sisi tutakuchukulia kama kijana wa hapa nyumbani. Tutaangalia shughuli za nyumbani utakuwa unafanya kama kawaida. Kama kutakuwa na jambo la kufanya kuingiza 200 300, basi tutashirikiana mpaka pale ambapo tutajua nini cha kufanya baadaye, kwa sababu kama hamna unachokumbuka hatuna tunaweza kufanya. Kwa hiyo tutajaribu kutafutia dawa za mitishamba hapa ili kurudisha kumbukumbu yako ili maisha mengine yaendelee, kwa sababu hatuwezi kujua chochote kama wewe mwenyewe hukumbuki chochote. Haina shida, na mimi mwenyewe nawakilishia shemu. Mimi mwenyewe bwana, mimi kiukweli ndugu yangu mimi nasema asante, na wewe mimi katika shughuli wewe nitafutie mimi shughuli, mimi mtu wa shughuli nitazifanya shughuli. Basi vizuri. Sasa na tumeongeza familia. Mambo. Poa. Unajua una urembo umenivuta kutoka kwako. Kila nikijaribu kupapatika nashindwa kutoka katika mtego wako. Basi nimekubali unifanye niwe mateka wako. Sijakuelewa hata kimoja kakaangu. Yaani ni hivi. Nimevutiwa sana na huu uumbaji wako. Afra tu nimetokea kukupenda. Makubwa jamani. Nashukuru kwa kunipenda. Ila mimi nina mtu wangu. Nisikilize kwa makini. Kama huyo mtu wako ana miguu 4, basi mimi nitaondoka. Ila kama ana miguu 2 kama mimi, wewe unajuaje kama mimi nina upendo kuliko huyo mtu wako? Unajua unanichekesha. Hebu naomba tuelewane basi ninachokwambia. Mimi naomba niondoke. Tafadhali. Naomba usinifanyie hivyo. Alafu mimi mbona nimejimaliza sana kwako. We kaka, mimi hata sikujui. Ndio kwanza nimekuona leo. Alafu mimi sijafunzwa kusimama na mwanaume visimani kama hivi. Tafadhali naomba niondoke. Ndugu yangu, nimekuita hapa sio kwamba labda nahitaji ukaribu tena na wewe, la hasha, lakini lile balaa ambalo umelileta hapa. Fadhili, nenda kwenye pointi ulionitia. Sina muda ukaa kwa kuzungumza na mambo hayo na wewe. Mimi na wewe sasa hivi hatuna ujamaa huo. Hebu nenda kwenye pointi ulionitia. Na haina maana kwamba mimi nataka ukaribu na wewe, haina maana hiyo. Malalamiko yangu yote ni kuhusu jamaa yako, jamaa ambaye amesababisha tumefukuzwa kazi. Jamaa gani? Sio mtu wako Lomokota. Jamaa ambaye amesababisha mimi nimemwacha mke wangu. Jamaa ambaye atakusababisha wewe pia matatizo baadaye. Nimemuona bondeni kule kisimani na mtoto wa mzee Makame. Fadhili, nisikilize. Wewe tangu siku ya kwanza, yani siku ya kwanza na muokota yule mtu, tayari ulikuwa na hilo jambo. Hata kumtoa tu pale kunisaidia ulikataa. Kwa sababu haukuwahi kumuelewa yule mtu toka siku ya kwanza. Kwa hiyo hauwezi kuniambia kitu nikakuelewa. Kwa nini unachuki naye? Kwa macho yangu mawili nimemwona kisimani. Kwa hiyo yeye haruhusiwi kwenda kisimani kwa sababu mwanamke kumshika binti wa watu. Hamna kitu nitakuelewa Fadhili. Kwa hiyo unadharau ushauri wangu, si ndio? Ndio maana nasema wewe kichwa chako ni kichwa cha nazi, huna akili.
Na nimekupa hii nafasi ya mwisho na kukushauri kwamba huyu mtu ambaye umemleta hapa kijijini sio mtu mzuri, na mtu huyu ndio kasababisha mpaka tumefukuzwa kazi, na sisi tuna familia vile vile. Fadhili, wewe hauna utachoniambia nikakuelewa. Kama ndicho hicho ulichoniitia, na unanipotezea muda, kwa sababu hauna la maana la kuniambia. Yaani kama umekosa kazi, katafute boti ya kufanyia kazi, sio wewe upuzi unaona nini. Bora kabisa. Ndio maana nasema wewe huna akili, wewe kichwa. Nenda bwana wewe. Wewe kichwa nazi, huna akili. Sije ni wewe unanisumbua mimi, najua vitu vya maana. Khabithi al-amal. Wema wangu umeniponza, unaniliza jamani, majuto yamekuwa dunia. Hapa shogangu. Salama, sijui uko za biashara? Nzuri tu. Nimekuja kushemeja jambo. Kwanza nimekuja hapa shogangu nikwambie tu, hapa tunataka nirudi kama zamani, tuendelee biashara zetu. Kurudi kama zamani tena udugu wangu? Wewe si una ndoa yako, mume amekubali? Sio shemeji yako nishaachana naye. Usiniambie. Sasa nipata talaka yangu, nipo nyumbani sasa hivi. Ndio hivyo shogangu. Kimetokea nini tena? Siwezi kuishi na mama mpumbavu kama yule. Mwenye akili za kushikiwa. Amekuwa mpumbavu leo? Amefukuzwa kazi. Kwa nini nasema hivyo? Kuna rafiki yake mmoja yule mfupi yule Kiomolo yule. Yule mfupi. Ndio huyo kamshikia akili, eti amemkuta mtu amempeleka hospitali za anata mbele chombo cha watu, bosi amekasirika amefukuza kazi. Shogangu naishi vipi na mwanaume kama huyu? Kwa hiyo shogangu ndio sababu ya kudai talaka? Hiyo naona sio sababu shogangu. Aniambie tunaishi vipi na maisha ambayo hana kazi. Sasa si unavumilia, Mwenyezi Mungu atawajalia angepata kazi nyingine. Ungekuwa ungeweza. Mimi ningeweza. Kipindi ana kazi tu ndani mambo magumu. Sikwambii sasa hivi ana kazi. Tuishije? Sasa hujui kama maisha ya ndoa inatakiwa ina subira. Sio kwa hivyo, sio subira hivyo shogangu. Cha msingi nimeuli hapa tuendelee kazi yetu kama zamani basi. Sio kwa uvumilivu. Udugu wangu hapa mimi kuhusu kazi karibu, lakini ulichokifanya ni hata sijapenda. Ilibidi uvumilie. Habari jamani. Salama. Karibu. Asante. Kwema? Kwema, ila chakula kimeisha. Kuna chakula ambacho nimekipata zaidi ya hicho. Shida yangu nimekufuatia wewe. Shogangu acha niondoke nikuache, naona mpata mgeni. Haya kwa shogangu. Karibu tena. Haya. Yule na shoga yako. Kwa hiyo iko ndio kilichokuleta hapa? Samahani, akijanileta hicho. Ila mmejua kuchaguana. Sasa shida yangu kubwa kwamba nimekuja kufuatilia lile jambo langu, na kubwa kabisa yani nimeshindwa kuvumilia. Yani moyo wangu haki ya Mungu tena umenisukuma, umeniambia kabisa yani inabidi siku ya leo, usiku wa leo naona na wewe. Jamani wewe kaka, si nilikwambia na mtu wangu? Kwa hujanielewa? Mimi naelewa kwamba wewe na mtu wako. Ila kitu ambacho nataka kutambua, mimi nina upendo wa dhati. Ni upendo ambao siwezi hata kuuzungumza. Na sikupendi kwa wakati, sikupendi kwa nyakati. Wewe kaka, mimi sitaki mashairi. Hata uliokuwa naye na upendo wa dhati pia. Lakini inabidi uelewe hicho kitu ninachokuambia. Na mimi niko tayari wewe ukaendelea kuwa na mtu wako. Mimi nikabaki pembeni, nikawa kama mtu wa ziada. Wewe kaka, samahani, na mchumba wangu tena hata kuja sasa hivi kunichukua tuondoke nyumbani. Kwa hiyo naomba uondoke. Okay, sawa, nashukuru. Unaweza ukanielekeza yule kapita kushoto au kulia? Samahani lakini, samahani. Naomba uende. Basi ngoja tena waikule. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Za asubuhi. Sana. Sasa bwana, kama unavyoona hali hapa nyumbani inavyoendelea, hali ishakuwa tete kama unavyojionea. Yaani ule tuliopata toka siku ile, mambo yanavyoendelea naona tutakuja kudhalilika. Kwa hiyo sidhani kama tunaweza kuendelea kukaa tu hapa bila kufanya shughuli yoyote. Ndio, mimi naelewa ndugu yangu. Yaani najua kama mwanaume mwenzako. Najua kwamba sasa hivi wakati gani ambao unapitia
unaona. Lakini kwamba mimi nakuomba na naomba ndugu yangu usinichoke. Siwezi kukuchoka kweli ndugu yangu, mimi nina imani na wewe toka siku ya kwanza, na kuna maneno nayapata ya kijinga lakini napuuzia, kwa sababu naona ninajua hiki kijiji kilivyo. Nayasikia maneno mengi, hasa kwa yule rafiki yangu yule ambaye tuligombana toka siku ile, anifikishia maneno ya kipumbavu ya kijinga, napuuzia kwa sababu najua tayari alikuwa na chuki na wewe toka siku ya kwanza. Na kufahamu vizuri toka tukutane, haujawahi kunifanyia ujinga wa aina yoyote, kwa hiyo napuuzia kwa sababu ni upumbavu tu. Kwa hiyo wewe kuwa na amani. Mimi nakuelewa sana ndugu yangu, na nasema nakushukuru sana kwa sababu una moyo wa kipekee, una moyo wa uvumilivu, una moyo wa kusikia mtu ambaye umeamua kumsaidia, kwa sababu isingekuwa wewe mimi hapa ningekuwa nishaondoka muda mrefu. Najua mimi kuna watu kibao wana chuki na mimi. Mimi nakuamini sana toka siku ya kwanza. Nashukuru sana. Na umji angalia, yani watu wengi wana fitna juu yako, yani wengi hawaridhii na wewe kuwa kwenye yana shida. Mimi nashukuru bwana, mimi nashukuru sana. Ila nasikia ushindi sana hapa nyumbani, sijui unaendaga wapi? Sio hayo mambo tunasema, mambo ya huko wapi huko mbwa maji huko, kuna majungu. Yani mimi sijawahi kuishi sehemu yenye majungu kama huko. Kuna majungu. Mji sio mzuri. Watu wengi sio wazuri kwako. Na kingine inabidi nikuite jina la babu yangu sasa, Rugome, maana nashindwa kuwajibu wanaponiuliza yule bwana anaitwa nani. Hata mimi muda mwingine napata tabu, naambia ni kijana wangu. Sasa nikafikiria jambo, nikaona jina la babu yangu mzee Rugome nikupe wewe. Rugome. Rugome. Kwa bwana, kuanzia leo mimi nitakuita Rugome, na mtu yote akiniuliza nitaambia yule bwana amechukua jina la babu yangu mzee Rugome. Au unaonaje hiyo? Bwana, nashindwa kila ninapomta mtu akiniuliza bwana yule jina ya kijana wangu tu, lakini nashindwa kwa bwana utakuwa jina la babu yangu Rugome mwenyewe Ngongali Mwitu. Na mimi jina nimelipokea. Rugome bwana, Rugome. Kwa hiyo bwana, wacha mimi nikaongea na mjomba ili tuone tunafanyaje, kwa sababu tutaendelea kukaa hapa mpaka lini? Kweli. Tunakaa tu ndio hivyo, hali kwa vile tulikuwa na stock tu ya chakula, lakini kikiisha nacho tutakuwa kweli kabisa. Kwa acha mimi nikapambane. Sawa. Nafikiri mida ya saa 6 hivi, saa 7 mchana nitakuwa nisharudi. Sawa. Tutajua tunafanyaje. Acha sasa, acha baadaye. Nashukuru. Nashukuru. Za asubuhi. Salama. Kama kawaida huko.
imani. Majuto yamekuwa donda na ungulika moyoni. Nilimkaribisha kwangu ndani, sikujua ni adui. Nilimwekea imani na kumkana wangu rafiki. Kosa langu nini? Mbona wema unaniadhibu? Au tatizo yangu imani ndio inayonisulubu?